Na mara nyingi utakubaliana na mimi ya kwamba kila unapoendelea, unapoanza, hatua ya kwanza ni kwanza, hatua ya pili kuendelea. Yaani kila unapoendelea ndio changamoto zinakuwa nyingi zaidi. Kwa hiyo unahitaji kupata ujasiri. Kijana unayenisikiliza, ujasiri wa kuendelea. Lakini jambo la tatu ni ujasiri wa kukabiliana na aibu ya muda mfupi. Ujasiri wa kukabiliana na aibu ya muda mfupi. Unapokutana na changamoto kwenye jambo lako, maono yako ambalo umeadhimia kuyafanya na unafanya, sasa umetoka kwenye ujasiri wa kwanza, sasa umeendelea kuwa na ujasiri wa kuendelea. Sasa kuna ujasiri unaohitaji ujasiri wa kukabiliana na aibu ya muda mfupi. Kuna aibu huwa inatokea hapo kwa sababu kuna wakati maisha yatakuwa kama vile ambavyo hukutarajia. Yatakwenda tofauti sana. Sasa kwa sababu ya ule utofauti ambao umetokea kwenye maisha yako, kuna baadhi ya maisha ambayo hutaki kukopi, unataka kuishi kwenye huo uhalisia. Aibu ya muda mfupi ambao unakabiliana nayo kwenye jambo lolote ambalo ukilianzisha, lazima kuna aibu utakabiliana nayo hapo katikati. Wengi watakuzomea, sema tulikwambia huo mradi utakiwa usiufanye, au watakwambia sema huyu mwanamke uliyemuoa, tulikwambia huyo sio mwanamke. Kuna kipindi unachopitia, lazima uwe na ujasiri wa kukabiliana na aibu ya muda mfupi. Tuko pamoja? Tunaelewana? Nadhani hapo unanisikia. Jambo la 4 ambalo ni muhimu sana, ujasiri wa kusimama peke yako. Kuna wakati utasimama peke yako. Watu wenye maono makubwa, kuna wakati wanasimama wenyewe bila kuangalia watu wengine. Unajua, ukiishi kwenye maisha ukitegemea watu wengine wafanye ndipo na wewe ufanye, utafeli sana. Kwenye ujasiri ulio nao, lazima kuna wakati unahitaji kubaki peke yako. Baba, mama, rafiki, mjomba, ndugu, mpenzi atakusaliti au utabaki tu peke yako, atakuacha. Huo nao ni ujasiri ambao unauhitaji. Kwenye jambo lolote kwenye maisha yako ulio nayo, hakikisha unakuwa na ujasiri wa kusimama peke yako. Epuka mazingira ambayo yatasababisha wewe kuharibu ndoto yako. Hata kama ukibaki peke yako, simama mwenyewe. Kama nilikwambia kwamba wakati unapoanza ndoto yako watu huwa wanafurahia, lakini unapoendelea kuna wakati unaweza kubaki peke yako. Lazima uwe na ujasiri. Siri wa kuvumilia maumivu. Unapoanza hadi unavyoelekea mbele ndipo unaona maumivu makubwa zaidi. Hatua inakuwa ngumu zaidi na mpaka unatamani kuacha. Utakubaliana nami, wengi walianza biashara hawakuanza tu rahisi. Unaona biashara zimekuwa, walianza katika ugumu. Kadri walikuwa naenda stage ilikuwa inakuwa ngumu zaidi, lakini walipovumilia maumivu, yale maumivu yalikuwa ni ya muda mfupi tu. Na maumivu ni kipimo cha kukupima kuweza kuona kama unastahili kuendelea. Huo ni ujasiri unahitaji katika maisha yako. Kwa hiyo kuna wakati utakaribia sana kukata tamaa. Huu wakati ndio wakati wa kusimama, maana baraka kubwa zinakuja. Siku zote mambo yanayoonekana magumu ndio baadaye yanaonekana yenye baraka. Kwa hiyo usikate tamaa. Never give up my friend. I say, hakikisha unazingatia mambo haya. Ziko nyakati ambazo unajiuliza niendelee au niishie hapa hapa. Nyakati ambapo utasema hapana, maumivu yamekuwa makubwa, hata watu wenyewe mnaona hii biashara imenishinda, huyu mke amenishinda. Kila namna unapofikiria unaona kabisa kwamba hapa nahitaji hata dunia kunionea huruma. Hapana, rafiki, sikia, huu ni wakati wa kuvumilia maumivu. Ujasiri wa kuvumilia maumivu. Lakini huu ndio wakati ambao unakutofautisha wewe na watu wengine wanaofeli kwenye maisha. Huu ndio wakati ambao unahitaji kuwa makini sana. Mwanariadha mmoja aliwahi kusema kwamba katika maadui hawa ambao tumewazungumza kwamba hakuna jambo la hatari sana kama kuwa na hofu. Hofu inaua. Wengi wanakufa kwa hofu. Kwa hiyo ukisha kuwa na uwezo mkubwa wa kukabiliana na hofu, hakuna ujasiri wowote ambao utashindwa kufanikisha katika maisha yako. Anasema hakuna anayeanza akiwa tayari kabisa. Ujasiri huja baada ya kuanza, sio kabla. Kwa hiyo katikati ya hatua ya kuanza kuendelea kukabiliana na aibu ya muda mfupi, ujasiri huu unatokea humo katikati ya safari. Kwa hiyo uzoefu wa maisha ya kijana anayeogopa kuanza, ninamwambia kwamba hakikisha unaanza. Vitu havitokei mpaka wewe umeanza. Tuko pamoja? Kwa hiyo yako mambo ya muhimu sana ambayo hutaki kukubali. Ni vikwazo. Kikwazo cha namba 1 ni hofu ya kuanza. Anza sasa. Chochote ambacho natamani kukifanya, anza. Usisubiri kusema sasa natamani lakini sina mtaji, lakini sina rasilimali, sina nyenzo, sina elimu. Hizo ni sababu. Inawezekana kuanza hata kama unajiona hakuna chochote ambacho kitakusaidia wewe kuendelea.
Kama utashinda mambo haya, utafanikiwa sana katika maisha yako. Mimi nikutakie baraka za Bwana katika mambo haya, kijana mwenzangu unayenisikiliza na kunitazama. Zingatia mambo haya, utafanikiwa. Bwana akubariki sana.